Farodhi TV, wega umagana mushie. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. We hau na ni uraka nyumba yaku ona kana cia gukomborithia. Nyumba tuthimiti na tiles tu, geria terazo umuthi. Ni juu ni ureyuria ici cirahuthika ku. Ndukamake, tui haha ni undu waku. No uhuthire terazo kugemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandika ritwa na logo ya biashara. Guku kwa Express Terrazzo Center tuina material ciothe cia guthondeka terazo. Material ici ni ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Tuina polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. At Express Terrazzo Center, we have 3 different colors of terrazzos. That is white, black, and cream. Each color has 2 sizes. That is 3/16 and 1/4. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere meja wa Nairobi, turakurehera o nginya hari uri. Wona wagura material ici, tucoka tukagwikirira na thogora mubashirire fiu. Tucerere haha Ruiru Bypass Kamakis, hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kugerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center, you dream it, we fix it. Tafarire ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Siku moja Yesu alinichukua akanipeleka mbinguni. Siku ina tunaenda tusielewi tunaenda namna gani, tukaenda mbinguni. Nilijua ni mbinguni kwa sababu nilikuwa nimetumwa na Mungu Baba. Kufika mbinguni hivyo ni mara nyingi sana, hiyo ni moja. Sasa tukaenda hivyo, nikawa nimefika huko. Huo wakati ndio nilikuwa nimeitwa na Mungu Baba. Wakati mwingine nilikuwa naomba, nikaona mbingu zimefunguka, nikawa namwagiliwa dhahabu nyingi na kuja na namwagiliwa. Kwenye hii dhahabu kumbe kulikuwa na malaika. Hao malaika wakaanza kunipass. Naona kama vile watu wa mjengo wanapass ile kara ya kokoto hivi. Sasa wakaanza kunipass hivi, wakinipass hivi mpaka nikafika mahali kama hapa hivi mbinguni. Nikafika hapo nikaona miguu za Yesu ndio hizi. Na nikaona ile shimo ambapo alipigwa msumari. Na yeye mwenyewe akanivuta hivi nikaingia ndani, akanivuta hivi nikaingia ndani yake. Wakati huo naendelea kufunzwa na Yesu, anaendelea kunifunza, ndio ananipeleka huko, ananipeleka. Nataka niingie, ndio siku moja aliniambia, nataka nikupeleke kuzimu. How do you feel giving such a testimony? How fikiri watu watakuogopa if you're going to hell severally and they don't know your assignment? Hawatasikia uoga. Watu wagani watu wale wanasikia sasa. Hawatakiwi kusikia uoga kwa sababu mimi nawaambia, I'm even telling you vile uta identify, you know, I don't have that time. How you can identify mtu akiwa na mapepo, hata mtoto wako. Hapo ndio sasa kila mtu angetaka kusikia sana. Because you cannot tell. Ako na mapepo. We don't even know the signs. Za hata mtu binafsi anaweza kuwa watu hawajui, lakini yeye mwenyewe anajisikia kuna kitu imeharibika. Si uko sawa. How do we know? Mtu akiwa na mapepo, tuanzie watoto. Sasa nikaona mikono zinatoa miale hivi. But as I was doing this, wakati niko hivi, nikasikia nainuliwa. Ni kama ninapaa. Naangalia naendelea tu. But now I'm not on the stage. Nikapelekwa. Kufika huko, pale naona nimefika. Niliangalia pande hii, nikamwona Yesu. Nikamuuliza, nimefika aje hapa? Akaniambia, this is where you operate from. Hapa ndipo unafanyia kazi. Hapo. Kwa hivyo Wakristo wajue, Mkristo yote ameokoka,
ana nafasi yake kwa kufanyia kazi wapi? In your experience, your hell and heaven experience, Yeah. what have you feared most? So mureri wa Barothi wa Thayo TV, ngatho nyingi cia mwanya muno makiria ni undu wa gukorwo ri haha mitambo-ini yaku ya Barothi wa Thayo TV ugitwirira wi Kenya na diaspora kana thi yothe hari uri wi kuria Middle East, wi kuria Asia, Europe, America na kuria kungi guothe uratwamukira wi kuria Australia. Asante sana na tugagicokia ngatho ni feedback yaku, ni comment yaku, wewe likeaga video shito, wewe shareaga link, ona wewe subscribe na wewe subscribe thaici, wewe jonete ugatwika mu member, ona wewe hujagia horo mwega wigie Barothi wa Thayo TV. Tucoketie ngatho turiketie kumenya ni utwendete na ni uturumagirira na ni ukoragwo wi keen hari kiria giothe turashare, and we thank God for that. Muthenya wa umuthi tukiri haha ningi ni undu wa gugitigirira ati Apostle Elizabeth ni athie na mbere na part 2 ni kurikana ndamurengire nigetha tuhote kuigua wega kahora tondu ni twarikia ni twahota kuhunyirira maundu maingi muno na ndiendaga thie henya ndendaga tutwarithie o kahora itanjire moya kwenda kumenya maundu maingi mege maine na kiria aragia no mbere ndayari rekenya begũririkania ati kuria gwa safe box ni njui no korwo ni winyiteire yaku, ni njui no korwo wi hakuhe gwetia yaku na safe box icio by the way ciahota kuongererwo mbeca tondu kuringana na uria bururi wa Kenya hana magoti marambata kwambata hota ukora ni ongereirwo ni ndikwenda ukani blame taru ni ndo ri andu aingi muno safe icio nene icio cia kgs he mwende atwete na guku gundu wetagwo Gadeia ndacoka ndatwerenge kuria mwena wa Matu handu hetagwo Ngoriba ndathie Githunguri na kuria kungi guothe na Gatundu. So tugacokia ngatho muno ni inyuĩ mũrathi na mbere na gucitia ni cia sizes citiganite kuri mundu chuza wikia besha akoge gabengi gake, kuri mundu chuza wikia title deed, ugi logbook, ugi certificate of marriage, ugi birth certificate, ugi certificate cia cukuru kigego thio kwenda wikia hau etia save yo umuthi size iria kwenda na bei ni itiganite ukuhurwo na beno 0798008008 0798008008 we nawe uraka riu Express Terazo Center in Hardware aria mari haria bypass Eastern bypass wahetuka kama keys o hau uhetuke RFH hospital ndukaingire na Karuguru nona wa majira kuingira Karuguru hau mbere ni ukona signboard yao thaka muno dune na white ndukerorete farafara acio macerere hau 1 icon uraka apartment, number 2 icon uraka bungalow kiganda mukawa kanitha masionate flat roof macerere muikare na othi mutere tange nigetha wambe umenye Terazo ni ndu ikiragwo ku kana ni wona ikiritwo stairs ni ukiambata apartment ni kana ni veranda ini kana ni corridor ini kana ni kuri iguru ino kana ukore kana ikirwo guku ruthingo ini you never know thi muikare na othi magutaririe kahora megutumira mafundi mathime macoke makwenderie material na magwikire kindu gitagwo installation matire goro mwikirira wa undu ungi witigithie no wakirathi kia iguru na material ciao ni genuine na maragwikira delivery free ni undu tu wa kuigwa guku gwa Barothi wa Thayo TV kugu wagweta Barothi wa Thayo TV be sure ati ni ukuhe offer ya kiriu offer njaga muno muno makiria ya Easter 0798333000 0798333000 aranirie na umuthi nigetha mushire ndikiririe na kuria Konza Eden Estate Konza niyo project ya ica ikuhe ya kiriu iria ihutĩtie ruthingo rwa Konza International Techno City ino ya kuhetuka mundu witu ni ukerira ti maundu maingi ndana kwira ni ukerira no ino ya kuhetuka ni ukerira to ndakwira ihutĩtie Konza International Techno City iria niyo city ya kiriu irako thini wa Kenya ngwiciria niyo city iria gukorwo iri ya kimwa ya kiriu thini wa Africa Eastern Central Africa nimo ya city iria iroretwo ni thi muno tondu irakuona mwakire wa kuria Dubai
Smart City. As we speak, Christ University hanyukitio muno nigetha rike turiagu ni kwambiriria programs mwaka uyu. Open University of Kenya ni raruguririo last year, ni rambiririe gwika admission gatagate ka maundu maingi maria marekika thiini wa phase 1. Na tondu ndikwenda gukunyira ici haha ndihota gugwitheraniria haha ri nduke inbox twaranirie gwikiria mafu irari broti 58 turashira tha ici makiria ma broti 25 ni ithiete tamaka eguthira wiroreire ni milioni 2 cash installment 2.1 a deposit of 300 icio ngire kwa ihinda ria mieri 3 no mundu wa cash icio milioni 2 arahio mieri 3 baya namba eno 0798 008 008 0798 008 008 kana ya Mr. Maida 0720 203 721 eni ukatushire hau wigire kanyamo Dake jigire kuri Apostle Elizabeth thutha wa kurikia kuri habiru na muri mukandekereria ngari habiru tondu Apostle Elizabeth no ari mwone guka haha tunga kuri habiru icio atogwa utari thitima na ugwati muno na muno ka tuhingiirwo rent yagite. Karibu sana Apostle Elizabeth. Asante. Once again nitoke na muno ni we gucera o ringi nigatuthie na mbere na haria twatigire ndika ni kurikana haria wekirire koma. Ehe, very good. Ndokiambe uhungire kamera no mugeithie. Kwambia naongea Kiswahili. Yes. Oh, okay. Pole. Ndiganirwo twaragia Githweri. Andu aitu. Twaragia Githweri na Githungu. So karibu sana Apostle Elizabeth. Unajua nimesahau nimekoroga yangu. Yes. Nikafikiri ni kama na shift tu nayo. Anyway, kuna divine shift. Tumetoka kwa Kikuyu, tumeingia kwa Kiswahili ama Kiingereza. So we have Apostle Elizabeth. Kuna mahali tulifikisha. Anakumbuka mahali aliweka koma. Lakini uzuri ni ati hiyo Kikuyu yote nimeongea anaielewa, ni vile haezi iongea. Yote naelewa. Karibu tena. Asante. Yes. Asante. So, umekuaje tangu tuachane? Nimeendelea vizuri, nashukuru Mungu. Yote yamekuwa mema. Yes. Salimia mtazamaji hapa kisha tuendelee. Mtazamaji karibu, na ninajua utabarikiwa na huu ujumbe. Manake kila ujumbe ambao umetoka kwa Mungu mwenyewe unakuwa ni ujumbe mzuri. Unakuwa ni ujumbe wa kutujenga sisi zote. Kwa hivyo nilikuwa nikielezea jinsi Yesu alipoishi kwangu akiwa ndani ya msichana wa kazi. Kweli. Na nataka imuelewe kabisa. Unajua ukiona mtu, najua hizi mmeshazo na saa nyingine, ukiona mtu kama kijana mmoja kule Ngong alitengeneza panga ikakuwa very sharp. Akatoka nayo akaenda neighbor mama mzee kabisa akamkatakana, anamwambia usinikate, akamkatakata kabisa. Na akaenda na ile panga kwa polisi akasema nimeua. Akiulizwa kwa nini umeua hata hajui. You know? Huwa mtu hajui, kwa maana unajua mapepo hayana mwili. Kwa hivyo yakitaka kufanya kazi yanaingia kwa binadamu. Na binadamu ndani ya binadamu ukiwa na pepo anatenda kama pepo. Kwa hivyo kijana kama yule nilimuona kotini akiulizwa anasema I don't know. Kwa hivyo msifikie mtu akisema I don't know muone kama ni kujifanya. Na tunamaanisha wengine kwetu, watu wetu wako wamefungwa na hawajui wamefungwa kwa nini. Kwa manake hawajui hiyo kitu ilifanyika. Hivyo shetani ningetaka tujue kwamba wote ni nini? Wote ni roho. Yes. Pepo ni roho, shetani mwenyewe ni roho, na Mungu pia ni roho. This how they operate. Hawana miili. Unajua umetaja hivyo nikakumbuka jana tulikuwa matanga kwetu. Pale Murang'a. Yes. Kuna one of our family member alikatakatwa na shoka wakiwa wawili. Mmoja akaangushwa hapa, mwingine akaangushwa pale. Yule muuaji aliwahi huwa familia moja pia. Alienda kwa baba na mama akawaua. Akafungwa miaka 7 akaachiliwa, amekuja ameua wengine wawili. Sasa hiyo sio roho ya kawaida. Maana huwezi piga mtu shoka hapa kisha uende kwa mwingine hapo mbele upige shoka. Huyo sio mtu wa kawaida. Huyo sasa ndio mimi nawaambia. Huyo sasa anakuwa anatumika. Kuna watu wanatumika na shetani bila wao kujua. Na hao hawana malipo. Kuna wale wanatumika na shetani wakijua. Kama jinsi nilipowaambia jana, nikamuuliza shetani, wewe unajua marketing. Nataka uniambie ni watu wangapi wako kwa payroll yako ili niweze mimi kujua nitaingilia wapi. Na sasa hiyo Yesu niwaambia alikuwa ananipatia kujua nitarudisha nini. Shetani aliniambia watu wale wako na wao. Na hao watu ni watu wanafanya kazi wakijua. Hao ni watu wanaweza kupanga mpango uuliwe na wanajua wakifanya kazi ya shetani.
Lakini kuna wale sasa kama kijana naongea habari yake, hawajui wanaingia tu na roho hiyo ya shetani na wanaenda na wafanya kila wanataka kufanya. Shetani anataka. Kwa hiyo shetani anatumia watu, kama unakuta unaongea na mtoto wako, anakurudisha tu vibaya. Alafu baadaye anaanza kukwambia mama, sasa unashindwa mtoto ni yule ama sio yule. Manake sio yule alikuwa. Huyu ni kitu umemuingia ndani na hii kitu imezidi kumsumbua. Niseme kitu moja ilinishangaza sana, nilikuwa na run hostel wakati mwingine. Na nilikuwa niko na watoto kutoka Tanzania, wageni nilikuwa nao pale. Alafu nilikuwa nawafanyia fellowship every Thursday. So Thursday moja nikawa tumeongea na wao, na msichana mmoja akaniambia, akaanza kusema kitu hapo ikashangaza wengine. Hata unajua mimi nikiwa mdogo, mimi roho yangu iliingia kwa paka. Na mimi nikabaki sasa, sijui nilikuwa na ile roho niko nayo ilikuwa tu mbaya. Namtukana mama, namtukana baba. Yaani nilikuwa niko hivyo. Hata wataki nikuwe nyumbani kwa sababu nilikuwa nawasumbua. Kwa sababu ya kuwasumbua, siku moja kulikuja mhubiri hapo kijijini. Mhubiri akahubiri na baada ya kumaliza mahubiri yule paka alikufa. Na roho ya msichana ikarudi ndani yake. Na huyo msichana akaniambia from that day mimi nimekuwa mwenyewe. Na vile niko mwenyewe hivyo, wazazi wamekataa kuniamini. Wanasema anafanya pretense. Kwa hivyo wewe mzazi, ukiona mtoto wako anafanya vitu beyond, huyo ni mtoto wa kukemea. Ni mtoto wa kwenda waambie pastor, hivi nimeona hapa na siku hii kuna kitu kingine inaendelea. Kwa sababu mtoto wa kawaida hawezi kusimamia mamake na ajishike kiuno, amtukane mambo nyingine ya kushangaza. Kwa hivyo lazima tukiona mambo kama hayo. Na ukiona mtoto ile jana nilisema jana, ukiona mtoto anakataa kukula na nyinyi, anaenda anajifungia kwa bedroom. Alafu anatoka anaingia usiku kula chakula. Huyo mtoto kuna kitu, na unajua hizi vitu watu wanasema depression na what have you. What is depression? Ni pepo tu inaingia. Pepo ya depression inaingia mtoto. Kama niwapatie ushuhuda mwingine yangu ambaye mimi nilikuwa na cancer. Nilikuwa na cancer ya uterus. Na nikawa ninasema sasa mimi naumia sana. Kwa maana yake nilikuwa nimekuwa kazini, nimepanda kiasi. Na utaki ugonjwa zikusimamishe. Lakini mkubwa wangu akawa, kuna wakati mimi nimfunza kazi. Aliletwa kuajiriwa na akakuwa attached kwangu. Okay. Na mimi kwa uwezo wa Mungu nikamfunza kila kitu. Kwa hivyo mwisho akakuja kuwa mkubwa wangu. Alipokuwa mkubwa wangu nilimwambia na cancer, akaniambia Elizabeth, I know your performance. Utakuwa tu ukisoma gazeti unaenda nyumbani. And that's what I did. Lakini siku moja kuna mama alikuja kutoka, nilikuwa industrial area then. Kuna mama alikuja kutoka wa head office. Sio mama tulikuwa na mazoea. Akaja tu akasalimia watu, alafu akaja kwa ofisi yangu akaketi. Akaniambia unaendeleaje? Niambia niko tu mzuri. Nikimjibu ninajua pande hii inaniambia mwambie tu, na huku usiseme utajaibisha. So you are getting, wewe uko na the best doctors na uko na medical cover the best. Sasa unamwambia kusaidie nini? Alafu sasa mwisho nikaona wacha tu nimwambie. Roho wa Mungu sasa akanisukuma. Nikamwambia mimi niko na cancer na sasa hata sijui. Akaniambia si wewe umeokoka? Nikamwambia akaniambia siombe tu. Hivyo sasa ndio nilikuwa nawaambia jana, God can speak to you through a person ambaye roho wa Mungu ameingia ndani yake. So she told me just go and pray. Nikamwambia nimeomba, lakini maombi ifanye nini? Nimeomba paka kuna wakati naomba mpaka ujue sasa useme nini. Ni kama ushamwambia Mungu kila kitu. This lady told me, ikifika usiku uende kwa bedroom peke yako. Na ushike mikono hivi, wapendwa. Ushike mikono hivi. Na umwambie Yesu, naomba unitolee hii pepo ya kansa. Ukishika mikono hivi, mwambie nitolee hii pepo ya kansa. Sasa mimi sasa akaenda. Ile kitu alikuwa anakuja kuangalia computers akaenda. Na ngoja usiku ifike. Niende nifanye, hata karibu nilikuwa nasikia kupima na uzi hivi. Unajua kunaweza kuwa mgonjwa, kuna vitu mbili mbaya sana. Ugonjwa na umaskini. Hizo vitu mbili ni mbaya kabisa na zituondokee kwa jina la Yesu. Amen. Kwa maana ukiwa mgonjwa unaweza kufanya anything. Ndio unaona watu wameokoka na wamekuwa wagonjwa wameenda kwa mganga. Wamesukumwa kwa sababu nitaenda wapi sasa, nimefika mwisho. Sasa mimi nikaenda usiku nikafanya mikono hivi. Niko peke yangu nimepiga magoti. Nikasema Yesu, nataka kuongea yale maneno niliongea, siwezi kuongeza kitu kingine. Yesu,
nitolee upepo anaitwa cancer, nitolee. Na immediately nikajiona nimebeba kitu kama unaona kama football hiyo size, lakini ilikuwa na shape ya rugby ball, yani shape oval kind. Lakini kubwa kama football. Okay. Nikaona nimeishika hivi na nikaishikilia. This I'm saying, ikaanza kutoa damu. Ikamwaga damu mpaka kwa floor na damu ikaenda, unajua nyumba depending on how the house is meant, floor ikatoka tu kwa mlango. Damu ikateremka ikatoka. Mimi hata sikufikiria, nikashindwa nini imefanyika. But because I had been so sick, hata sielewi nini imefanyika, nikaenda tu kulala. Tukatafuta hiyo cancer for 8 weeks tukiwa na daktari. Mpaka wakaniambia don't go to Nairobi hospital now. Nenda AAR. Kuna mama ako hapo ambaye anaitwa Joan, ni alilete first machine ya kuangalia cancer Kenya. She was the first one. Kwa hivyo mimi naenda AAR, nikaenda nikileta results. Akaangalia akasema hapana. Sasa usirudi huko. Tufanye nini daktari? Nenda rudi Nairobi hospital. Nikarudi. Kila mara ananiambia mnaenda tu. Mimi namlicha, lakini naona akisoma ana squint. Nikileta hizo result naona anasoma anaangalia ni kama mimi sikumbuki kwamba kuna kitu kilifanyika. Unaweza kufanya, Mungu anaweza kufanya tu hivyo kwa sababu ya ushuhuda. Nikaenda 8 weeks. Ndio the last week akaniambia, because alikuwa ameniambia tunaanza chemotherapy now. Before tuanze huyu mama aliingilia hapo. Sasa ndio tupime ndio tuanze chemotherapy. Unajua lazima uje umefikia wapi. Sasa akaniambia, you know what? Kuna wakati ulikuja hiyo wiki akaniambia the cancer cells zilikuwa zimereduce by half. Sasa nikaona butu ngoje. Tena nikaona zimereduce by the next time zimereduce by half. Ukienda AR zimereduce by half, nikaona hapana turudi Nairobi. Half. Mpaka mwisho today I want to tell you Elizabeth, there is no cancer in your body. Nikamwambia hata sikumbuki anything, nikamwambia na sasa tutafanya nini? Because our business has been cancer. Akaniambia let me tell you Elizabeth, this does not happen. Hii si kitu inafanyika. Sijawahi kuona. Kwa sababu mimi si wale daktari wanakaa tu kutibu watu. Mimi niko current. Ninasomesha Nairobi University medicine. Kwa hivyo ile kitumbia inatoka niko nayo. Hii sijawahi kuona. Sasa nikakuwa niko hivyo hata mimi. Sasa tuko hapo tunatafuta kansa, tufanyeje? Daktari akaniambia tufanye hivi. Wewe nenda nyumbani. But after 3 months you come. Tutakuwa tukiangalia after 3 months how you are progressing. I never went back to date. Okay? So nilikuwa naeleza hivi. Shetani anaweza kuingia na afanye whatever anafanya kwa mwili wako. Lakini wale wanajua sasa kuomba na kutoa hiyo kitu anatoa. Kwa hivyo yeye mwenyewe alikuweka hiyo kansa. Shetani ya. Yesu akaitoa. Yesu akaitoa. Kazi ya shetani inaharibiwa na Yesu. Kazi ya Yesu shetani hawezi kuharibu. Kwa hivyo kwa sababu pale aliona niko na wito, alitaka sasa nikuwe mgonjwa na nife. So otherwise nilikuwa nawaelezea vile shetani alikuja akiniambia ananipatia 50,000 jana niliwaelezea na nikawa sasa hiyo pesa sitachukua. Tukamaliziana hapo na sasa mimi nikaendelea kufunzwa na Yesu. Ananifunza. Kuna wakati mwingine after that shetani alikuja akaniambia nao nataka tuongee. Pull a seat. And it was a lady. Pull a seat tuongee kama gentleman. Nikamwambia, akaniambia nataka nikupatia 500,000 every day. Na wapendwa, hizi ndio pesa zinapatiwa watu. Unaona mtu ameanza kujenga manyumba makubwa, anaanza kufanya vitu kubwa, wamepewa pesa na uje ni nini? Watakufa tu kwa sababu pesa ya shetani si ya kuchezea. Akaniambia 500,000. Nikamwambia toka kwa nyumba yangu. Alikuwa amekuja kwa nyumba, toka kwa nyumba yangu. Akatoka. The last time alikuja shetani alikuja nikamwambia toka. Akaniambia unafikiri kila mtu ni shetani? Akaniambia mimi si shetani. Na wala sio hivyo shetani hata mimi anipatie amri. Mimi sipati amri kutoka kwa shetani. Nikashindwa. Hii inakaa ni pepo. Na ipati amri kutoka kwa shetani. Akaniambia acha nikwambie unajua nini? Hii sasa nilikuja kupata baadaye japokuwa sijaelezwa mpaka leo sijaweza kuelezwa kwamba unaona shule
watu wa form 2 wanaweza kufanya ikuwe na riot. Na watu wa riot, watu wa form 4 wa riot. Si wakati watakuwa sasa wanafanya hizo mpango, huyu mtu wa form 2 ndio ameorganize hiki kitu, ndio mkubwa. Lakini watu wa form 4 hawezi kuwa rule, wako kando tu kwa sababu hao wako wakubwa tena mbele yake. So hiyo paper ikaniambia hivyo. Kwa hiyo mimi shetani anipati mimi nikashindwa naye, lakini nikasema ndio, akaniambia mimi naitwa Baphomet. Ile shetani anakaa kama mbuzi. Na akaniambia mimi nimekuja tuongee. Sikupatii pesa kidogo. Na kupatia pesa ambayo ukipata hivi ni pesa mzuri, na kweli hiyo pesa ilikuwa mzuri. Ukiona shetani kupatia pesa mzuri, ujue uko na kazi mzuri ya Yesu. Huyu aliniambia Baphomet aliniambia atakuwa akinipatia $1 million per day. $1 million per day. Mimi hata nilikuwa nahitaji nikipata tu hiyo moja zinaachana na maneno. Na wewe ukipata tu hiyo pesa umeisha. $1 million na rate ya saa hizi, that is 132 million. Yeah. 1 million per day. Per day? Yes. Per day. 132 million per day. Unajua tumeanza 50 per day ikakwama. Half a million per day ikakwama, wakaenda dollars. Hiyo sasa nikakataa, na akaniambia wacha nikwambie Elizabeth. Si umekataa kufanya kazi na sisi. Nitakufuata mpaka siku ile utanitumikia. Kwa hivyo ukiniona hapa mimi nina uoga sana, namfuata Mungu kabisa kwa sababu sitaki usikie natumikia shetani. Maana yake aliniambia wewe nitakufuata kabisa, na kweli wewe unifuata kwa kila hali, ananifuata, lakini lazima tusimame na Mungu, ataendelea kutusaidia. Kwa sababu neno linasema kwamba resist the devil and he'll flee from you. Yeah, sure. Kuresist sio kusoma Biblia leo na kuomba alafu jioni naomba unalala. Kuresist ni kukaa na yeye hivi. Unakaa na yeye every minute, mko na yeye. Ukiona mali anataka kuingilia unapenya hapo, naweka Yesu hapo. Kwa hivyo hiyo ndio hiyo hali ya pesa hiyo tukamaliza. Sasa nilikuwa nataka kuongea habari ya, nilikuwa jana sikueleza habari ya basement 11. Maana tulikuwa kwa zile floors. Lakini sikuongea zote, nimepitia tu. Lakini nikakumbuka basement 11 is one which is very fierce. Niliingia huko nikaona, unaona hizo round tables na kale ile na kingine hapa katikati za dining. Yes. Nikaona mapepo wanakula kwa hizo big round table. Wanaletoa watoto wanawekelewa hapo. Mapepo ikianza kula mtoto, unaona zile kucha zao ndefu, wanaingiza kwanza, wanavuta, wanatoa roho. Wote wanakula, wanamwaga damu, kwa sababu unajua sasa kula hiyo damu inamwagika. Wanakula alafu wanaanza kula mtoto kama kuku. Wanakata mkono, miguu hivi, kichwa, wanakula kabisa. Na wanafurahia because shetani anapenda mwili young body. Hiyo ndio sasa inamfurahisha sana. Hiyo siku ndio ile siku nimesikia vibaya sana. Na hii ilikuwa ni among the first mara za kwanza tu, ni mara ya kwanza ninaeleza. Sasa nilipiga mapepo, nikaharibu huko, nikatoa, that is the day nitoa 1000 babies. Niliwatoa, tukienda pale nimewambia vile tunafuata, tunapanda, tunaenda kwa ile mahali tunaweka kwa tent, tunaweka ribbon, ndio nilikuwa naeleza jana, alafu tunapanda, tunaenda pale kwa mto wa damu. Nilitoa 1000 ambaye si kwa hizi zingine nilikuwa natoa tu, kama hapa nilikuwa na 40 people, ingine natoa 30-20 hivyo. And then another thing I didn't explain, the first time, all these ones I'm telling you are first time ya kwenda hizo places. The first time Yesu aliniambia, tulikuwa tunapigana ule msichana, tunapigana hata mikono zangu zilikuwa zimekuarusha, zimekuwa kama wakati wa ile vita. Yesu akaniambia kuja nikuonyeshe pale msichana yuko. Sasa akanichukua, tukaenda chini, just ground here. Tukaenda tulitoa hizo mapini nilieleza jana. Lakini sasa coffin ya hii ya nne ndio nikampata. Nilipowapata wote hawa, si tukapanda sasa tukaenda. Tukaenda, alafu mimi nikamaliza, nikaingia kwa damu ya damu ya Yesu, alafu nikarudi nyumbani. But what surprised me, when I came home, I found her seated there comfortably, peaceful. Nikamuuliza umetoka wapi? Akaniambia si kule umenitoa. Nikamuuliza wapi huko? Nikamwambia anieleza kabisa huko, anasema nimemtoa. Akaniambia
Mimi yeye alikuwa anaomba, watu wakakuja wakamwambia aache maombi, akakataa. Alafu wakaanza kumpiga, wakamweka kwa sanduku. Hiyo sanduku nimemtoa. Alafu nikaona watu umekuja na watu wawili wamevaa nguo nyeupe, mkanitoa huko. Akaeleza everything. Mpaka nikashindwa. Tukaenda tukaingia kwa ile tent nyeupe, tukafungwa ribbon na Yesu, hata anajua ni Yesu sasa. Tukapanda ile stairs, tukaingia kwa damu ya tukaingia kwa mto wa damu ya Yesu, huko ukatuosha, kutoka hapo tukabarikiwa na Yesu. Alafu mimi nikarudi nyumbani. That is what made me nijue hii kitu kweli ni ukweli. Maana kama yeye anaweza kuenda na mimi, tunaonana huko, lakini tukikuja hapa, tumekuja sasa kila mtu amekuja kivyake, lakini we have come home, both of us. So that's another thing that I want people to know, that this thing is true. It is true. Na Yesu nilimuuliza sasa, haya mambo magumu hivi umenifundisha, nitaweza kufanya mambo nikiwa peke yangu? Akaniambia waeleze wala wataweza. But akaniambia tena, yule pasta yeyote anayeomba akimaanisha, akimwombea ndugu yake, akimwombea kakake, akiombea kanisa, that is the process he goes. Huwa anaenda anatoa watu wake huko akiwaombea yeye hana kuona, hataona. Wewe nipatia kuona ndio iwe na uzito ukieleza. Lakini hakuna mtu mwingine nipatia kuona hizo vitu. But pastors ambao ni genuine, akiomba atakuwa akienda hizo places. So watu wasikuwe na shida kuuliza na sasa tutaendaje huko. You just pray. As you are praying and you are genuine. You are praying for somebody for salvation. You are praying for somebody for healing. And that's why I tell people, wakati unaona watu wameingia kwa crusade, wameokoka 200, hao watu mapasta ndio wametoa kule. Mtu ambaye hajatoka huko kuzimu hawezi kuokoka. Kwa hivyo wale wametoka huko ndio wanakuja sasa, wakikuja hapa kwa sababu wameokoka. Unajua roho ikiokoka, hao wameokoka roho kwanza. Roho ikisha okoka inakusukuma zaidi, inakuwa na nguvu kushinda mwili. Kwa hivyo wakikuja crusade wanaokoka wengi sana. Ile shida tu iko ni kwamba watu wakiokoka kwa crusade inakuwa hawana watu wa kuwafuata. So wanarudi wanapotea tu. Wanakuwa in some churches unasikia mtu ameambiwa na wewe umeokoka, tukimaliza uachwe. Uachwe. Tunachukua details, tunafuatilia hivyo. Ndio sasa from there tumfuate huyu mtu, tumfuatilie kabisa. Tumfuate kabisa, kwani yule Yesu aliposema habari ya ile coin, yule mama alikuwa amepoteza, katafuta kabisa. Tunasikia kondo mmoja akitafuta, unaacha hata wa 99 unaenda kumtafuta huyo. Sure. Kwa hivyo sisi mapastors tuna kazi. Na ile kazi tuko nayo ni kwamba kama tukiwa tuko crusade na watu wamepatiwa kwa kanisa yetu, tuwafuatilie kabisa. Kwa maana ile siku umeokoka tu hiyo, shetani naye anakufuata kabisa kwa nyuma. Kwa hivyo lazima sasa mapasta tufuatilie hao watu. Tuwafuatilie kabisa kwa sababu watarudi tuko. Na Yesu akaniambia, hawa watoto utakuwa ukiwaosha. Lakini ukumbuke kuna wengine watarudi huko tu. Kuna wengine utaosha na wengine tu kwa hiyo matope. Kama nguruwe. Ndio hiyo tu, wanarudi huko tu. Sasa akaniambia, akawa akiniembeleza, na wakirudi huko utaendelea kufanya nini? Kuwaombea tu. Utaendelea kuwaombea tu. So as an apostle, the main work yenye sasa ile mzigo kubwa umepewa ni ya kukomboa watu kutoka huko. Yes. Unakuja unawaombea. Kweli si wote watakaa kwa Mungu. Kuna wale bado watakuwa na ile sitaita withdrawal syndrome kama yale watu wa pombe, but kuna wale watu watasikia kwa Ukristo sio mzuri, wacha heri huko, maana kuna pesa, kuna kila kitu. Lakini pia assignments zimekuwa ngumu. I don't know whether the assignments especially like now tuko na ajali mingi za magari. Right, left and center, everywhere. Damu imemwagika nje, especially this year. Yes. Kila siku. Juzi hizo coach imeanguka na watoto wa shule. You remember the case ya wanafunzi wa Kenyatta University? Yes. Another one ya Moi University imeanguka hapa Kimende juzi. Yes. We are talking of yenye imefanyika tena hapa Mombasa Road, pale Mlima Q. And every single day we have hizi ajali.
How do you comment about it, especially if you have been having that experience ya kwenda na huko? Did you question about that? This is why I was questioning about these people I was told about. Once you are given that money, the money we are talking about, they go into business. And when they go into business, tuseme takani wa transporting na buses. Wanakubaliana na shetani. Every year utalete so many souls. Utalete na kuleta kwake ni kuua. Sasa akikubaliana wakubali hivyo, si atakuwa akipewa hizo mamilioni unaomaana hapo. Ananunua magari, anafanya nini, na saa hizo zake kuna that particular one ambaye tutafanya ajali. Hizo ajali za magari, damu inaitishwa. Nikupatia damu inaitishwa, hiyo kazi, most of those buses, most of big businesses are owned by people that are serving the enemy. Yes. Most of these big businesses, these people are serving the enemy. Hawa watu wengi wako na magari inajulikana, ina umaarufu hapa Kenya ya mabasi na nini? Mabasi. Yes, wanatumikia shetani kwa sababu ndio unaona sasa hiyo sasa yeye anamwambia anakubaliana na shetani, wewe let damu wakati let damu, na wasipofanya hivyo watakufa. Kwa hivyo lazima waendelee kufanya hivyo. Kuna wale wengine wamepewa kipesa kidogo, wanaambiwa sasa utakuwa kutupatia. Kwa hivyo shetani hana chake. Anapeana conditions. Conditions. You have to do this. So ndio niweze kumaintain. Hiyo neema yako, huo utajiri wako. Yes. So you have to give me blood. Na every time lazima afanye every particular month in a year. Kwanza December ni baya tu sana. Anasema sasa sacrifice. Watu wanakufa, unasikia wamekufa wengi. Lakini sasa sisi tumeenda tukaita hizo black spot. Ukiita barabara black spot. Na hizi barabara zimetengenezwa na engineers ambao wakapima wakachora vizuri. Kwa nini hawezi kurudi hapo pako na black spot warekebishe? Why don't they come? Hii ni black spot. Wakuje engineers, si imeitwa black spot. Imaanisha kuna mahali labda ukipinda hivi huwezi kuona vizuri. Kama pale Salga. I even remember there is a Chinese company which had offered to badala ikuwe mteremko, waifanye sasa ikuwe ni mlima. It is possible. Ama iwe laini, ilainishwe ikuwe nini, si hakuna mteremko. But haiwezekani hiyo sasa. This place is already earmarked for sacrifice. So you can only go there ukiwa na a lot of grace. Sasa Chinese wataenda kuharibu kazi wawezi. So you need grace. People are born again for sure, because there are many people are born again, and ni born again tu ni kusema maneno. So hizo vitu na watu kuuliwa, sometimes unasoma hata there's another time in US a certain guy aliua 57 people. Akona gani hivi akashoot 57. Unauliza ndio afikie yule, si ameshoot hapa? Yes. Ndio afikie the 10th one. Huwezi kutoroka, because you know what, huyu mtu ndani yake ako na mapepo nyingi, tuseme kama 20. Kwa hivyo anawarushia spirit of confusion. Hata sio confusion, hizo guns wamepewa wote. Wamepewa hiyo gun yake imekuwa duplicated. Okay. So they just shoot at once. Unajiuliza what has happened, and that person, I understand the brother was being asked. Anasema this guy is a cool guy, we've never seen anything like that, because he is not present. When you are not present, it's very difficult. That's why I'm encouraging pastors, let's pray for these people. Okay. Let's take kanisa tuombe hata kama nothing is happening, because the time is coming for them to be rescued. You know what I was told by a pastor friend of mine. He read my book overnight, then he came to see me, akaniambia anataka nikuje Uganda nielezee hiyo kitu, manake yeye ana deliver watu, but the niece wake alikuwa amekuwa kuzimu, yeye hajajua, alikuwa ametesa wazazi, shule ni hivi na hivi, mashule hawa watoto wanasoma form 4 schools. Hawa hiyo kazi 4 school, akifika tamu ya pili anaanza kusema shule si nzuri.
na mimi sitaki kurudi kwa next year. Wazazi wanasumbuka na muhamisha form 2, form 3, form 4 kwa sababu hawa watoto wako na nini? Wako na wanamtumikia shetani. Na shetani anafanya hivyo ndio wazazi waumie. Ndio wazazi wasikuwe na comfort. So huyu pastor akaniambia, unajua nini? Kuna mtu alikuja akaniambia, pastor, unajua si unakumbuka Yesu aliniambia ni tulipokuwa kuzimu? Si Yesu aliniambia ni unimente. Pastor alikuwa kuzimu. So he wanted to hear from me. Is it possible to go to kuzimu? Na huko utolewe, Yesu akutoe huko na akupatie mkono kwa pastor. So this is what I'm saying. Pastors tuombe watu. Kwa maana sasa pastor alitaka kuelewa kwa sababu hajawahi kwenda kuzimu. Hapa alikuwa akipatiwa huyu jamaa amente ilikuwa ni wapi? And you know, so when he read my book is like, this woman understands this thing. So he wanted to hear from me. That people go, unaweza kuwa ghorofa 12 na hapo Yesu akutoe na akupeane kwa pastor. Kwa hivyo mtu aliona pastor na alimwona namjua. Alitoka kuzimu akamtafuta. Na huyu akamwambia, na pastor sasa ilimbidi akae na mtu kwa nyumba yake for 6 months. Maana in the physical he was a married man with working for a certain company. But he's not present. When he became himself now, aliambia pastor, mimi sijakuwa na bibi hata siku moja, simtaki. Alienda nikasikia ushuhuda wake, akajiangalia kwa kioo akasema, this is not me. How? Kwa sababu alichukuliwa akiwa 9 years. 9 years mtoto ameishi huko. Ameoa, amekataa bibi na mtoto. Tulipokuwa tukitoka, huyo mama alinifuata akaniambia, tafadhali niombe. Manake nao I'm expectant. Na amesema pia hiyo mimba nitoe. Naona. Kwa hivyo ni mambo mengi na ni mengi sana, lakini sisi tuko na nguvu maradufu. Lakini hatutumii nguvu. Tunaona vitu vikifanyika tunaona ni kitu kidogo. Hakuna kitu kidogo. Anything the devil is trying to do, like this girl was telling me, nimeona hiyo unaongea about accident. She was telling me aliambiwa na shetani, wewe kazi yako ni uende ufanye hivi, nenda kwa barabara. Kienda kwa barabara uangushe tu karatasi. Gari yote tutakaye kanyaga hiyo karatasi tutakunywa damu. So na sasa wewe ni Mkristo, hujaombea barabara, unaona tu karatasi iko flat. Unapita tu juu yake. Pale kidogo gari na roll. Unaona? So people, niko na message ya message ya about demons, the things they do and how they get to people. Those are so niendelea ya kwangu sasa. Sasa Yesu akaniambia hivi, nunua writing material, wekelea kwa meza, mimi nitakuwa nakuandikia ujumbe. Na kwa kweli alikuwa ananiandikia ujumbe. Nikifika nakuta full ziko nazo hapa. Ameniandikia, ninasoma na mutazi some interesting kama who is the Holy Spirit, anadila anaendelea what is deliverance, anaeleza what is all these things I explained. I have made, yes. Sasa mimi nikisoma nashinda sasa hizi vitu za nitafanya nini? Na akaniambia usije ukapoteza moja. Siku moja nilikuja nikifika tu hivi, nikakuta huyu msichana akaniona, akachukua message full caps akakunja akaweka kwa mdomo. Tulipigana paka akaitoa ikiwa na mate. Nikapiga pasi, nikafile. So this sababu iko na ujumbe wako. Nilikuwa najua ni zangu hizo ujumbe. Kwa hivyo akimeza, akiweka kwa mdomo, sasa hiyo nimepoteza. Na hizo ujumbe they are very important. Let me ask you. How do you feel giving such a testimony? Yeah. Haufikiri watu watakuogopa if you going to hell severally and they don't know your assignment? Hawatasikia uoga. Watu wagani? Watu wale wanasikia sasa. Hawataki kusikia uoga kwa sababu mimi nawaambia, I'm even telling you vile uta identify, I don't have that how you can identify mtu akiwa na mapepo, hata mtoto wako. Mtoto wako utamu-identify akiwa na mapepo aje. Utamwona mtoto wakati wageni wamekuja, anaanza kurukaruka. Hebu sasa hapa tupeleke polepole. Maana hapo ndio sasa kila mtu angetaka kusikia sana. Because you cannot tell. Ako na mapepo. We don't even know the signs. Za hata mtu binafsi anaweza kuwa watu hawajui, lakini yeye mwenyewe anajisikia kuna kitu imeharibika. Si uko sawa. How do we know? Mtu akiwa na mapepo, tuanzie watoto. Mtoto akiwa na mapepo
anakuwa ni wakurukaruka. Mgeni akija ako hapo, hata anaingia kwa handbag za mama za mgeni. Anafanya na ukimkataza ukimkanya asikii. Anapanda kwa meza anaruka, anapanda kwa meza anaruka. Kwa hivyo kwa mtoto utamjua hivyo. Kwa watu wazima, mtu mzima ambaye ako na mapepo wakati mwingine anakuanga blank. Ana days tu anaangalia hivi. How utamjua? Kama ni your brother you just know. Unamwona anakaa hivyo. Anakaa kama ni kama yuko ni kama yani mnaongea alafu mnakuta amekaa hivi. Unamuuliza kwa nini wewe ni nini? Oh, unakuta amerudi. Mtu ambaye ako na mapepo naye pia. Kama mmekuwa nyumba ya maombi tuseme. Watu tunajua watakataa maombi. Atakataa maombi in whichever way, hata afadhali ya fake sickness. Hawezi kuja kwa maombi kwa sababu maombi itaanza kusumbua ile mapepo. Kwa hivyo tunaweza kuwatambua kwa jinsi watakavyokuwa niko na notes za hiyo mapepo anavyokaa mtu wa mapepo. Anakaa hivyo za kuwa surprised hivi. Na wale wako na mapepo saa nyingine utasikia ako na dual personality. Unasikia mnaongea na yeye alafu the next time mko naye mnaongea something alafu the next time anaongea something else. Saa hiyo tu anavutwa asiendelee. This whatever you're talking about ndio anafanya avutwe ndio asiendelee na hii. Aende huko kwingine akikuja hii itakuwa sasa mmekuwa disrupted. So akiona mtu akwenda na dual personalities na hizo za kugaze kukaa tu hivi utajua huyu ako na mapepo. Mtu ambaye mko naye unamwona akiwa na utamuelewa kama ako na mapepo. Akiwa anakaa hivi. Akiwa kuzubaa tu na Kiswahili, kuzubaa tu. Kuna watu nakaa tu hivi. Kwa hivyo wakati anazubaa hayuko hapa. Wanachukuliwa dakika moja hivi mara moja wanachukuliwa wanarudishwa. Huyo mtu sasa ako na mapepo. Huyo. Ni points nyingi ni vile sasa sizikumbuki. But nilikuwa nasema kwamba tayari umeshaziandika. Sisi wanasomeshaga kwanza, wanazifundisha. Okay. Wanazifundisha. Sasa Yesu akanipa ujumbe nyingi, but before I go to that one, the other time when kulikuwa na corona, Yesu nilikuwa wakati mmoja nikawa tunaenda kuomba huko Arboretum. Na wakati mmoja sasa yule anatuongoza anatuambia utaombea hii, utaombea hii. Sasa mimi nikawa tunaenda kuombea, sasa anatuambia watu tunaenda tukaombee intercessors kwa sababu walikuwa wameomba. Intercessors wa nchi walikuwa wameomba. Wa Kenya dunia mzima walikuwa wameomba. Na hii kitu haiendi. So tukaambiwa tunaenda tukaombe. Mimi nikatoka tukienda unajua huko unakaa kwa mti yako mwingine huko. Nikitembea tu kidogo niliona niko kwa stage na mbele zangu uko na intercessors wengi kabisa wanakava almost the whole half of the world. Walikuwa wamedress in maroon. Nikaona wako very down. I mean, hii kitu wamejaribu kuomba na wanaona kama wameshindwa. Na sasa maombi imepungua. Sababu umeomba, umefungiwa, huwezi kuona mama wako akiwa hospitali, wengine tu mtu asikia amekufa. Sasa mimi nikawekea mikono hivi. Nikaona miale ya moto ikitoka kwa mikono zangu ikiwaendea wale kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya kutoa hiyo kuacha kuomba na kwa ajili ya kutoa hiyo kwamba wanatamani kitu ifanyike na haijafanyika. Wamngoje Mungu. Sasa nikaona mikono zinatoa miale hivi. But as I was doing this, wakati niko hivi nikasikia nainuliwa ni kama ninapaa. Naangalia naendelea tu. But now I'm not on the stage. Nikapelekwa. Kufika huko pale naona nimefika. Niliangalia pande hii nikamwona Yesu. Nikamuuliza nimefika aje hapa? Akaniambia this is where you operate from. Hapa ndipo unafanyia kazi. Hapa ndipo unafanyia kazi. Hapo. Kwa hivyo Wakristo wajue, Mkristo yote ameokoka. Ana nafasi yake kwa kufanyia kazi wapi? Mbinguni. Tunafanyanga kazi huko. Alafu tena nikaangalia kama watu wale naombea bado nikaona bado moto unawapata. Nikutina kuja kuketi hapo kukaa tena kuangalia sio Yesu, ni Mungu Baba.
Kwa hivyo tujue vile amesema kwamba alituchukua wote na tumeketi na yeye. Tukishaamini hizi vitu, hakuna kitu kitacha. Kama umeketi na Yesu hapa na mko naye hapa, ako ndani yako. You know, ukishaokoka una God the Father, the Son and the Holy Spirit. So you have a sanctuary inside of you. Kanisa mzima, mbingu mzima. Na hakuna kitu kinachokushinda ukiamini, kwa sababu ni kuamini tu peke yake. Tuko na shida na kuamini. Watu wanakataa kuamini. Wanasikia kwamba hii kitu haifanyiki. Corona tuliombea, tukaombea. Mpaka ilikuja kumalizika wakati wa Mungu. Ilimalizika wakati wa Mungu. Kwa hivyo itaki watu wakuwe na kuharakisha sana na kusema kwamba imechukua muda. Itaki kuomba ni kuomba na continuously. Hakuna kuomba nusu mpaka kitu ifanyike. Tulienda, watu walishindwa. So nilikuwa nimeelezwa kwamba watu wameshindwa. Intercessors wamefifia. Wasikia kama si umeomba 1 year, the second year and is a top prayer. Everyone kuombea corona. Kwa hivyo hiyo ni kuelewa kwamba Mungu aliposema amekuja, alikuja huku chini, akatuchukua. Tuko na yeye, tuko hapa, yeye tuko naye mbinguni. Hivyo watu waelewe kwamba hayuko mbali na sisi. Kwa hivyo hizi ndio zile ujumbe nilikuwa nakwambia, nilikuwa napewa za different titles. Hizi yule shetani kama iko hapa. So this is just one of them. I've picked one of the small files. I used to separate them, naziweka na alafu akanifungulia, akaniambia nianze niunge timu, nianze kuwafunza. Nikaleta, tulikuwa na families, 8 families. Pamoja na yangu tulikuwa tunafunza. Na Yesu akaniambia siku moja, akasema hawa watakao kuja leo lazima mmalize huu ujumbe. Kuna ujumbe fulani alikuwa amepeana. Lazima muumalize. Na mkiona mtu analala, aende kwao. Amke arudi nyumbani. Na hawa were grown ups with their wives. These were colleagues. You know, ni mtu na bibi yake, na wengine wamepaki magari huko nje. Wengine sasa tunafanya na wao, my boss was also there. Sasa akasema tuende, niwaambie waende kwao. Nilipoambia niwaambie waende kwao, walipoanza kulala, watu walilala. Akikwambia when God tells you something, wait for it. Wakaanza kulala, wakilala nawaambia asimame. Wewe simama, kwa sababu naona. Nikawasimamisha, nikawasimamisha. Usingizi kisha namwambia aketi chini. That night Yesu alikuja akaniuliza, ulifanya aje nilipokuambia watu waende kwao? Nikamwambia, Baba, nilifanya tu kuambia wasimame ili usingizi. Na hivyo ndio nilikuwa nimekwambia? Hapana. Akaniambia, basi kwa sababu ya hiyo umefanya. Hivyo mmefanya, tulikuwa wengi watu wa familia. Hilo kosa umefanya ni kubwa sana. Na kutoka leo hiyo mkutano iliishia hapo. Iliishia hiyo siku. And they used to come, they wanted to hear, they were looking for us to these messages nikiwafundisha. Kwa hivyo wakafanya nini? Wakuja tena. Mimi siwakataza wasikuje. Hiyo siku Yesu aliniambia pigia fulani. Nikampigia. Akaongea na yeye, akaniambia nipe bwana yako. Wakaongea na yeye, akaambia bwanake something very strange. Spell the word martyrdom. Martyrdom. Hakuweza kuspell. And it's one of the words that's in the messages. So walikosa tu kuja. Na ikaishia hapo mpaka leo. Finished, never again. Kwa hivyo kuna vitu Mungu anaweza kuanza na akamaliza, depending on what is happening. So these are the messages that I used to get. This is just a small portion of the message ambazo nilikuwa napata. Zingine nilikuwa nikipata na ikala mpaka sijui nikale mpaka everywhere. So this is just some of the few of the messages. Okay. And then I have a very one time alipeana alinipatia message moja hapa, iko very ilikuwa imeandikwa kwa kitabu. This was aliniambia sasa nipatie mahali naweza kuandika something permanent, not hizi makaratasi. Nikamleta, nikampatia kitabu. Akaandika
huu ujumbe ni mzuri sana. It talks about leadership. All this is very beautiful. Na huyu si handwriting ya msichana. In case anybody thinks hii si handwriting ya msichana. Na msichana nimemwambia alikuwa ametoka Tanzania. Kwa hivyo ile kizungu iko hapa, ama ile kizungu alikuwa anaongea vitu kama detergent in the physical, hawezi ajui hizo vitu. She could not speak. Okay, because she was from two Tanzania. Na then they started speaking English. Unajua wanasoma na Kiswahili. Huyu msichana anajua Kiswahili kabisa. Lakini kizungu ukimwambia hawezani nayo. But those messages are pure English. Kiingereza kabisa hakuna word iko misspelled. Kwa hivyo Mungu anafanya maajabu. Na tukiendelea kumtumikia na tujiachilie kwake, atatufanyia maajabu. Tusikae tukaona kama, na kila mtu usikae ukapenda. Ona, ninasema tena, nilikuwa nikisema hivi, ukija Nairobi ukiwa tourist ukuje Kenya, wewe uende Mombasa, mwingine aende Kisumu, and then you go back to your country. Sinyo ile umetoka Kenya, kila mtu atareport different experience. Ya Kisumu na Mombasa is not the same. Sure. Kwa hivyo when we go to heaven, you hear somebody report something different, it is still okay. Heaven is a big place. Kwa hivyo kama hawakuenda pale Mungu Baba anaketi, kama hawako na hizo bungalows, hizo manyumba, kama hawakuziona zile nyumba tumetengenezewa, sababu mimi nishaziona, kama hawakuziona si mwingine ataona. Even if you go to a different country, you travel different places. Different places, yes. So isiwe mtu anaanza kusema hiyo sasa ameenda mbinguni gani? Ni sawa. Ule atasema ameenda mbinguni, ameongea na Yesu, amepatia ujumbe, ni ujumbe. Huyu amepewa. Kama anadanganyana si yenu na Mungu ndio watakutana. Kwa hivyo tunakuwa tumeonana na Yesu, mimi amenipatia ujumbe wangu, amenipatia, niwaambia it was a written letter. Akaniambia this is your assignment of cleaning children. Kuwatoa huko na ni kazi ngumu, but it's very interesting. Once ukishajua, mnawasema unawatoa na unawapeleka. Yes. So what is in the book? Ni hiyo yote na mengi zaidi. Oh, yes. My book talks about all those things. Just lift it. My book, the cover is what I've been talking about. This is where the people are. When I pick them, I collect them from here, from the coffins, from whatever places. Tunakuja na mwangaza. Nimeweka mwangaza kwa sababu hapa tuwezi kupita bila tuko na hapa tunakuwa na Yesu na malaika wanatu escort. Then we come to this tent. Tukitoka kwa hii tent tunapita kwa hii nini hiyo tunapanda hizi stairs. This is the tent where they are wrapped with the stairs, and then the blood of Jesus, and here we find Jesus waiting for us. Okay. This book contains it contains some of the messages. It contains some of the things that I have said, but it's more detailed. Okay. Yeah. Maybe nani anaweza ichukua. Wow. So inaitwa My Visit to Heaven and Hell. Ulisema how often do you go to hell? On a daily basis. Why do I say that? Because I have to go for these people. Niwalete, waoshwe, niwapeleke waende mbinguni. I go to heaven every day, unless I'm traveling. Unless something else is heaven doing. Or hell? When you go to hell, you have to go to heaven. I go to heaven. I bring these people, okay? Na watoa kuzimu, na walete pale Yesu yuko. Na yeye yuko mbinguni. After the river, ako hapo. Na siku hizi there are many people na waleta watu wengi kabisa. Tukienda kule mbinguni sasa tumefika, wanakuwa wameparade hivi. Na kila huku mbele wamewekewa, huku mbele kuna malaika mbele yao wa watu. Na Yesu anakuja, ako hapa, anakuwa ako pale, anatungoja. And that is heaven. Kwa hivyo wanabarikiwa, ndio wanakuja sasa Kenya, wanakuja Uganda, wanaenda wapi? Hapo wanaweza kufanya nini?
hapo wanaanza sasa kuenda ma crusades, wanaanza kutafuta mambo ya Mungu. Mtu aliyekuwa mlevi naona akiacha pombe without any good reason. How strong are you spiritually that wewe hauwezi atakiwa anyhow? There is no one who cannot be attacked. I am attacked. Even that cancer was an attack. The only thing is that I know how to deal with him when he attacks me. Shetani. Akini attack, the only thing that we need to do is to go into prayer. Go into prayer, and if possible, go into prayer and fasting. If it's a big attack, ufanye hivyo. Anani attack hata mimi. Kwanza mimi naatakiwa sana. Unasikia sasa inasema nitampiga mchungaji kondoo apotee. I'm more attacked than my congregation members. Yes. So your congregation, sasa wale washirika wako, wakisikiza hizi habari, how do they take it? Like, are they shocked? Are they want to hear they have teachable spirits? Yes, when are there, they're there. They want to hear hivi. Kama Sundays hivi. Something very interesting. Nilikuwa kwa Facebook nikihubiri, nikisoma hizo messages nikiwaelezea watu. Do people believe? A lot of people believe. A lot. But others don't believe. In fact, let me tell you. One person aliandika kwa alisikia ujumbe wangu ule wa Kikuyu diaspora. Akaandika, if anybody knows this woman, wamfikie upesi, wampeleke hospitali. Because she's unwell. So those are the kind of insults you get. Because the things you're talking about are not, they can't be. Akaandika hivyo. Na ni mzungu huyo aliandika. My book was published in the US. And it sells there more than huku. By the way, ukiongea kuogopa kuna watu wanaogopa. Because I've tried to put this book in a bookshop. Na wananiambia, you know, they want something they've seen before. But the other thing, hiyo kitu ngine nimeona ni kwamba vitabu kama za Rebecca Brown ziko kwa shelves. Vitabu kama za Mary Becker ziko kwa shelves. Sometimes I tend to think that also wana ubaguzi, I don't know. Yeah. So some people fear, but those who understand this thing and they have seen. Don't you think it's the devil who maybe anazuia ili ujumbe isifikie watu? Because at times Christianity, we tend to believe some of these things that we try doing them, they become impossible, especially exposing the Satan. Maybe yeye mwenyewe anafanya hawa watu wakuwe na roho ngumu ya kukubali. Si ni yao tu. Ni yeye. Ni yeye na ameshaniambia. Na akaniambia, Elizabeth, nakwambia funga hiyo mdomo yako. Hata ukiwaambia hawataamini. So when he says that, he means that. Anaatenda kuambia. Atenda kuambia, lakini nguvu ambayo nilie nayo mimi, nguvu ambayo tulie nayo sisi wa Kristo ni zaidi kuliko ya shetani. Wakati tunaambiwa tuko na nguvu kuliko dunia, inamaanisha shetani. Kwa hivyo sisi ambayo tuliomshika Mungu tuna nguvu kushinda shetani. Hivyo ndio ukiamini kwamba uko na Yesu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndani yako, hakuna kitu utaogopa. Wakubali ama wasikubali, watakuja tu kukubali because they have to, kwa sababu watu wengi wamekuja wametoa ushuhuda kule, wametoka. Watu wametoka kuzimu na wamekuja na tuko na wao na wanahubiri. Na wanaeleza where they were. Na wanaeleza the work they were doing. Mumeona zingine watu wakitoa testimonies. Yeah. Wow, najua niko na maswali mingi lakini muda wangu hauniruhusu kuuliza, but I still believe we may have a third session. The third session mostly itakuwa kwa sababu najua watu watauliza maswali mingi, and I would wish you come to, we have that session ya kuzijibu. I also may not be able to ask a lot of questions that I have right now, for the interest of time, but najiuliza watoto wako, when you give them, I mean, when they hear such things, how do they take it? How do they feel? This is our mom. Hizi vitu tusiposimama kwa njia za Mungu, sisi ndio tutafikiwa. Because you know Satan is very wise. Leo hii akitaka kuattack neighbor na neighbor amejizingira vizuri, ataua mtu hapa, make sure ametengeneza altar ya damu hapa, ili aweze kufikia jirani.
So, your daughters and sons, how do you advise them? Amazing. Because I know ni watu wanakuanga na saa zingine wanasikia uoga. Unajua, unaweza jifanya usikie uoga, lakini ukisikia histo, hata wale watasikiza, definitely watasikia uoga. Sasa sijui kama ukisikia huo uoga utabadilika ama utaishi kwa njia za Mungu ama utafanya nini? If I speak about my children, amazingly, when the Lord started teaching me, He was teaching us, all of us, plus my children. They were young. He was teaching us. My last daughter was then 9 years, and He was teaching us together. And we used to have some moments of some very interesting things. And na angekuja niambie nataka uite fulani na fulani, waulize walikuwa wanasema nini mchana. Anything you say negative, ana pick. So they just know, my children know there's nothing you can do. Mom will just get to know because yes wataniambia. But they don't I don't think they fear. Maybe a little bit they don't fear because they were there from the beginning. We were together. They saw these messages. They heard him talk. He taught us songs. I have a file of songs. Katufundisha nyimbo ambazo mpaka leo tunaziimba. Zingine ni nyimbo ambazo hazijaimbwa na mtu. Zingine ni nyimbo ambazo ni za mtu tu, anakupatia nyimbo ya mtu fulani. Au watu fulani wakati walikuwa wameshika Mungu na wengine wametoka. So unajua hao vijana wengine wametoka kwa kuimbia Mungu. So they don't fear. They don't fear, and I wouldn't say my children are among the best. Niseme kama nisikia bishop mwingine akisema I'm the one who is called. Mimi. Not my children. So they are just like the one thing about my children, they all see, they are prophets. They all see. Wanaona wote. So that's something that Mungu amenipatia, na hata wale wajaingia ndani kabisa. Sasa anaona kabisa. Tuketu mahali hivi anakuambia mama imekuwa hivi. Nitakuwa ni ukweli. Kwa hivyo huyo unakuta unafurahia. Unafurahia kama sasa tukienda naye mahali, tukienda mmoja wao mahali aseme anaweza kuona vitu ambazo si labda tuone. Mimi huona pia. Lakini sasa yeye kwa sababu mimi niko na mambo mengi. Bana nahubiri na nini. So she's very, huyo alikuwa 9 years. Okay. Yeah, sasa ako 28. All right. Hiyo miaka moja tumeishi, hiyo miaka zote tumeishi na Yesu. Nimeishi nikifunza, na sio hakuna mtu nimeona akiogopa, wala sasa watu wale wananiangalia msiogope chochote. Why do you think Mungu alikupea that ministry? Because I believe that's what He had prepared me for. I told you I wasn't a believer. I was busy following my career. And then here He comes and I remember a banker. Yes. So it's not something that you plan. Mungu anakuja tu anakuambia. Because sisi ni kama, tukiongea tunasema ni kama mahindi ziko kwa shamba. Si akija anachuna ile anataka, anangoa ile anataka. Kweli. Sasa mimi alipokuja, si nilikataa, nikamwambia just like ukisikia mtu ameitwa na kukataa, there's a problem. Mimi alikuja akaniambia I want you to start a fellowship hapo kwa ofisi. Nikamwambia hii kitu ananiambia fellowship. Kuna watu hapa nasikianga wanajua fellowship, ndio had gotten saved. Kuna watu najua fellowship, kuna wengine nasikianga wanaenda mission. I don't know those things. Okay. Sasa mimi nitafanyaje hizo vitu? Kwa hivyo nikaanza. Now when I started, something very interesting. I started fellowship in the office, and the night before alikuwa anakuja ananiambia what I will tell them, because I told him I don't know. Ananiambia ile verse nitasoma just one verse or two. Now what I will explain about that verse. Na alafu ananionyesha watu vile wameketi. And when I come in the morning, everybody will sit where they were sitting last night. They will wear their clothes they were wearing in my dream. Okay. In your experience, your hell and heaven experience, what have you feared most? I only feared that time, but now I don't fear. I feared when I went to where the devil resides, and I found these snakes I was talking about.
Zile zilikuwa zilikuwa 7th floor ama? No, ilikuwa 7th floor na 8th kulikuwa na nyoka moja tu kubwa. But kule kuzimu kwa shetani pale anaishi kulikuwa na hizo nyoka zinanifuata hivi za hiyo. Mimi I fear snakes in the physical. But I don't fear. Nilipokuja nikiteremka hivi nikaziona niliogopa, nikasikia nimeogopa. But after you don't fear anything because you don't go alone. It's not your doing. Hata siku hizi nikiingia kuwapeleka kwa hiyo mto, malaika wanakuja wananisaidia because I take thousands of people. Nikipeleka thousands of people na yeye tena anachukua thousands of people others. Sasa tuko hivyo tu. Okay. Haya, tutapata wapi kitabu? Kitabu hii tunapata tuko tu nayo kanisani. Tuko nayo kanisani. So you have so many copies. Many copies. Today if I need a copy, what do I need to do as a viewer? We can either pick it from the church. We are in Agro House building. Agro House building is between Development House and Gill House. It used to house a Nazarene University. We are there, second floor. You can get a copy from there, or you can call and then we can deliver. Okay, then share the number. Share the number. Oh, my number, without saying the plus, whatever, is 0722 30 5630. Once again. 0722 30 5630. Okay. Wow, thank you so much. We may have a third session for making sure that any question that will be posed by the viewers, yes, tutakuwa na nafasi ya kuzijibu kama kuyajibu hayo maswali, and if there could be anything else arising, tutaweza kuihandle pia that time. And if somebody wants help, they can call me. Because like now hizo vitu umesema mtu ashajirealize labda tayari ameingia, aliingizwa bila kujua, yes, and she or he feels that kuna ule mwito wa kumtumikia Mungu ingawaje amefungwa. Unajua kuna mtu amefungwa na anajua amefungwa, lakini after kupeana hiyo na akajua anaweza toka, because there are people who feel that huwezi toka ukishaingia. Yeah, that's the thing. But that's not true. Yeah. Ni uoga tu wanauziwa. Ni uoga na wajua wanaweza kutoka huko. Okay. Wanaweza kutoka. Good. So ikowe hauna no kolija maundu-ini macio gwĩcia no anĩrie nake na nambe wa heana na wathikĩrĩria ũhoro ũyũ ũthikĩrĩrie wigue tondu maundu ni maingi ungikenda ibuku riu nigetha urithome no wega njugaga knowledge is power, so it's good to read that book. There's something also I want to I'm going to do streaming maybe from next week to teach. I just be teaching this okay. All right, if all goes well. Okay, thank you so much. Mugigie na mahinda mega muno makiria tuma na Apostle Elizabeth na maybe no ega ugikugwetera kaundu gukurikanite hau kiambiriria-ini ukona kiurio giothe, by the way kigemaine no horo no unjurie still 0798008008 na nigukuhete namba cia kure kwa Express Terazo Center 0798333000 we okwenda safe box 0798008008 onawe ugubatara kindu gigwitwo mugunda kuria Konza 0798008008 kana ya Mr. Maina 0720203721. Tigirira no wa subscribe nigetha tuthie na mbere na kuigua horo tondu maundu ni maingi muno maria mari kuo na tondu turi athomia maandiko, you just withomere unyite uria kiugo kiroiga na nigetha uhote gutaukagwo maundu mamwe ma maya turaria haha. Tutikwiraga ati no nginya marumirire by the way tondu wi muthomi wa maandiko, wethoma maandiko waigua ni maratwarana ingirana namo tondu tugaga tuthomithagia andu ogi na nitwitikiretie mundu gukorwo mugi nigetha maundu maria mothe turaruta na haha whether ni guguka prophecies kana maundu maria mothe tugushare haha wina wiathi wa kuhota kuga ni ukumafuata kana ndukumafuata tondu ni uthoma maandiko tondu Ngai ndaragia undu utari kiugo-ini giake
na gutuika ni atiyite kiugo giake gukira nginya ritwa riake. So no wega muno makiria kuri we warumirira we watuthikiriria. Asante sana. God bless you. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. Wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia. Nyũmba tũthimĩti na tiles tu, geria Terrazzo ũmũthĩ. Nĩnjũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩka kũ. Ndũkamake, tũĩ haha nĩ ũndũ waku. No ũhũthĩre Terrazzo kũgemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biashara. Gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka Terrazzo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Twina polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. At Express Terrazzo Center, we have 3 different colors of terrazzos. That is white, black, and cream. Each color has 2 sizes. That is 3/16 and 1/4. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere meja wa Nairobi, turakũrehera o nginya harĩa ũrĩ. Wona wagũra material ici, tũcokaga tũgagwĩkĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Tũcerere haha Ruiru Bypass Kamakis, hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it.